Karibu Jam TV Tanzania. Hapa unapata hadithi za kusisimua, mapenzi na burudani zisizo na mwisho. Usisahau like video ikiwa unafurahia, share na marafiki wako ili nao pia wacheke au wasome hadithi zetu. Subscribe sasa ili usikose video mpya kila siku. Jam TV Tanzania, burudani kwa kila mtu kila wakati. Amani alikuwa kijana mwenye heshima na mfanyabiashara aliyependwa na wengi. Alikuwa amemchumbia Zawadi kwa miaka 3, wakipitia changamoto nyingi hadi kufikia siku yao ya ndoa. Wageni walijaa ukumbini, muziki ulipigwa na kila mtu alisubiri kuwaona maharusi wakisema, nakubali. Lakini nyuma ya tabasamu la Amani kulikuwa na siri nzito. Wiki chache kabla ya ndoa alikuwa ameanza uhusiano wa kimapenzi na Sabrina, mwanamke aliyependa maisha ya anasa na pesa. Sabrina hakutaka kumwacha Amani awe. Aliamini akiwa na Amani angeishi maisha ya kifahari. Dakika chache kabla ya ibada kuanza, simu ya Zawadi iliingia. Kulikuwa na picha za Amani akiwa chumbani hotelini na Sabrina. Zawadi alitetemeka, machozi yakaanza kumtoka huku akishindwa kuamini. Amani alipulizwa kama yuko tayari kumuoa Zawadi. Ukumbi mzima ukashtushwa na sauti ya Zawadi, hapana, huyu mwanaume amenisaliti. Ukumbi ukawa kimya, wageni wakaanza kunongona, familia zote mbili zikabaki zimepigwa na butwaa. Sabrina akaingia ukumbini akiwa amevaa nguo za kuvutia na kusema kwa sauti, Amani aliniahidi kuwa mimi ndiye mwanamke wa maisha yake. Siku ya ndoa ikageuka kuwa uwanja wa lawama, hasira na fedheha, lakini huo ulikuwa mwanzo tu. Baada ya tukio hilo, Amani hakutambua kwamba tamaa yake ya wanawake wengi ingeanza kumwangamiza polepole. Aliendelea kubadilisha wanawake, akitumia pesa na ahadi za uongo kuwashawishi. Kila alipata mwanamke mpya, aliamini amepata furaha, lakini kila uhusiano ulimalizika kwa ugomvi, usaliti na kisasi. Wakati huo huo, Zawadi aliamua kujenga upya maisha yake. Usiku ule baada ya ndoa kuvunjika, Amani aliondoka ukumbini akiwa ameinamisha kichwa. Simu yake haikuacha kuita. Wazazi wake walikuwa na hasira, marafiki walimkimbia, na mitandaoni video ya tukio hilo ilikuwa imeenea kila mahali. Lakini badala ya kujutia makosa yake, Amani alimfuata Sabrina. Sabrina alimkaribisha kwa tabasamu. Open quote, sasa hakuna anayekutenganisha na mimi. Close quote. Amani aliamini amepata mwanamke wa ndoto zake. Akaanza kumnunulia zawadi za gharama kubwa, gari na nyumba ya kifahari. Kila alichokuwa nacho alianza kukitumia kumfurahisha Sabrina. Hakujua kwa Sabrina hakimpenda, alikuwa akipenda pesa zake tu. Wakati huo huo, Zawadi aliondoka mjini na kuanza maisha mapya. Alijikita katika biashara yake na kuapa kutoruhusu usaliti wa Amani uharibu maisha yake. Miezi 6 baadaye, biashara ya Amani ilianza kuyumba. Madeni yaliongezeka. Washirika wake walimgeuka baada ya kupoteza imani naye. Siku moja alirudi nyumbani mapema akiwa na nia ya kumshangaza Sabrina, lakini alipofungua mlango alimkuta Sabrina akiwa amekaa sebuleni na mwanaume mwingine. Amani alitetemeka. Ni nini hiki? Aliuliza kwa sauti ya hasira. Sabrina hakushtuka hata kidogo. Akamjibu kwa kejeli, open quote, ulinisaliti mwingine, leo umeonja usaliti wako mwenyewe. Close quote. Maneno hayo yalimchoma Amani kama moto. Ndipo alipoanza kutambua kuwa tamaa yake ya wanawake wengi ilikuwa imeharibu kila kitu. Lakini Amani alisimama akiwa ameganda. Hasira zilimjaa, lakini hakupata hata neno la kusema. Mwanaume aliyekuwa amekaa na Sabrina alisimama taratibu, akanyosha mkono na kusema kwa utulivu, jina langu ni Kelvin. Amani hakutaka hata kumsikiliza. Wewe ndiye umeharibu maisha yangu. Kelvin akatikisa kichwa. Hapana, maisha yako yalianza kuharibika ulipoamua kuisaliti imani ya mwanamke aliyekupenda kwa dhati. Maneno hayo yalimfanya Amani anyamaze. Sabrina akacheka kwa dharau. Uliniahidi dunia nzima, lakini sasa biashara zako zimeanza kufilisika. Nilichokuwa na kihitaji kilikuwa pesa zako, si wewe. Kauli hiyo ilimuumiza Amani kuliko kitu chochote. Alitoka pale akiwa amevunjika moyo. Siku zilipita. Madeni yalizidi kuongezeka. Gari lake lilichukuliwa na benki. Baadhi ya mali zake zikauzwa ili kulipa wadai. Marafiki waliokuwa wakimzunguka walipotea mmoja baada ya mwingine. Wakati huo huo, Zawadi alikuwa akifanikiwa katika biashara yake. Alijenga kampuni ndogo iliyokuwa ikikua kwa kasi. Heshima yake ilirejea na watu wengi walimwona kama mfano wa mwanamke mwenye uthabiti. Siku moja, Amani alipita karibu na duka la tazamana kwa sekunde chache. Amani akasogea taratibu. Naomba unisamehe, Zawadi akamtazama kwa utulivu. Msamaha unaweza kutolewa, lakini kuamini tena ni safari ndefu. Kabla mazungumzo hayajaendelea, gari jeusi la kifahari lilisimama mbele ya duka.
Mwanaume mmoja mwenye heshima alishuka, akamsalimia Zawadi kwa tabasamu, kisha wakatoka pamoja. Amani alibaki akiwaangalia wakiondoka. Mara ya kwanza tangu kuvunjika kwa ndoa alihisi kwamba huenda alikuwa amempoteza Zawadi milele. Siku iliyofuata, Amani hakuweza kuondoa mawazo yake kwa yule mwanaume aliyekuwa ameondoka na Zawadi. Aliuliza watu waliokuwa karibu na duka, "Yule ni nani?" Mmoja wao akajibu, "Huyo anaitwa Daniel, ni mfanyabiashara mkubwa. Amewekeza katika kampuni ya Zawadi na wamekuwa wakifanya kazi pamoja kwa muda." Moyo wa Amani ulijaa wivu. Alianza kufikiria kuwa Daniel alikuwa anataka kumchukua Zawadi. Kwa upande mwingine, Daniel alikuwa mtu mwenye nidhamu na heshima. Hakutaka kuharakisha uhusiano wowote na Zawadi. Alijua maumivu aliyokuwa amepitia, hivyo aliamua kwanza kuwa rafiki yake na mshirika wa biashara. Lakini mbali na wao, Sabrina alikuwa amebaki na madeni makubwa baada ya kuachana na Amani. Aligundua kuwa maisha ya anasa aliyoyazoea yalikuwa yanaisha. Akaanza kupanga njama mpya. Usiku mmoja alimtafuta Amani. "Amani, naomba tukutane. Kuna jambo muhimu sana." Ingawa Amani alikuwa bado na hasira, alikubali. Walipokutana, Sabrina alianza kulia, "Nimekosea, nisamehe. Nataka turudiane." Amani alimwangalia kwa muda mrefu, lakini kabla hajajibu simu yake iliita. Ilikuwa ni namba isiyojulikana. Alipopokea, sauti ya mwanaume ilisikika. Open quote, "Ukirudiana na Sabrina utajutia maisha yako yote kwa sababu bado hujui ukweli kuhusu mwanamke huyo." Close quote. Simu ikakatika ghafla. Amani alibaki ameduaa. Je, Sabrina alikuwa anaficha siri gani? Na ni nani aliyepiga simu hiyo? Kimya baada ya simu kukatika. Maneno yale yalizunguka kichwani mwake. Bado hujui ukweli kuhusu mwanamke huyo. Alimtazama Sabrina kwa macho ya mashaka. "Sabrina, kuna jambo unaloficha kwangu?" Sabrina alishtuka kidogo, lakini akajifanya mtulivu. "Hata baada ya kila kitu kilichotokea bado huniamini?" Amani hakujibu. Kwa mara ya kwanza alianza kuona kwamba huenda tatizo halikuwa watu waliomzunguka pekee, bali pia maamuzi yake mwenyewe. Usiku huo hakulala. Alianza kuchunguza maisha ya Sabrina kwa siri. Baada ya siku kadhaa, alipata taarifa iliyomshangaza. Kabla ya kukutana naye, Sabrina alikuwa tayari amewahi kuhusishwa na wanaume kadhaa matajiri. Kila uhusiano uliisha baada ya mali zao kuanza kupotea. Amani alihisi dunia imemwangukia, lakini bado kulikuwa na siri kubwa zaidi. Wakati huo huo, Zawadi alikuwa akiendelea na maisha yake mapya. Daniel alimsaidia kukuza biashara yake, lakini aliona majeraha yaliyokuwa moyoni mwa Zawadi. Siku moja Daniel alimwambia, "Zawadi, si kila mwanaume anakuja kukuvunja moyo. Wengine wanakuja kukufundisha kuwa bado unaweza kupendwa kwa heshima." Zawadi alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, lakini furaha hiyo haikudumu. Jioni moja, Zawadi alipokea bahasha iliyokuwa imeachwa ofisini kwake. Ndani yake kulikuwa na picha za siku ya ndoa yake na ujumbe mfupi, "Ukweli wote kuhusu Amani bado haujafichuka. Kuna mtu aliyekuwa nyuma ya usaliti ule." Zawadi alitetemeka. Alianza kujiuliza, je, siku ile ya ndoa ilikuwa kweli kosa la Amani pekee, au kuna mtu mwingine aliyepanga kuivunja ndoa yao? Wakati huo huo, Amani alipokea ujumbe mwingine wa siri uliokuwa na jina moja tu, Musa. Jina hilo lilimrudisha miaka mingi nyuma, kwa sababu Musa alikuwa rafiki yake wa karibu aliyepotea siku chache kabla ya harusi. Jina la Musa lilimfanya Amani asimame kwa mshangao. "Musa, haiwezekani," alisema kwa sauti ya chini. Musa alikuwa rafiki yake wa utotoni. Walikuwa pamoja, walishirikiana kwenye biashara, na Amani alimwamini kuliko mtu mwingine yeyote. Lakini wiki moja kabla ya harusi yake, Musa alitoweka bila maelezo. Amani alianza kufuatilia. Baada ya siku kadhaa za utafutaji, alimpata Musa katika sehemu ambayo hakutarajia. Musa alikuwa akiishi maisha ya kawaida, mbali na marafiki na starehe. Walipotazamana, ukimya mkubwa ulitawala. "Musa, kwa nini uliondoka siku ile?" Amani aliuliza. Musa alitabasamu kwa uchungu. "Kwa sababu niligundua ukweli kuhusu wewe na Sabrina kabla ya ndoa." Amani alishtuka. "Unamaanisha nini?" Musa akatoa simu yake na kuonyesha ujumbe wa zamani. Ilikuwa ni mazungumzo kati ya Sabrina na mtu mwingine, yakionyesha kwamba akipanga kuharibu ndoa ya Amani na Zawadi. Lakini Musa hakumalizia hapo. "Kuna jambo lingine ambalo hujui. Sabrina hakukufuata kwa sababu alikupenda. Alikufuata kwa sababu alitaka kitu kikubwa zaidi." Amani akavuta pumzi. "Kitu gani?" Musa akamwangalia machoni. "Urithi wa familia yako." Amani alibaki kimya. Mara moja akaanza kukumbuka siku ambazo Sabrina alikuwa akiuliza sana kuhusu mali za familia, biashara na mipango yake ya baadaye. Wakati huo huo, Zawadi naye alikuwa amekutana na mtu aliyemtumia ile bahasha.
Mtu huyo alikuwa mwanamke aliyekuwa hajawahi kumwona. Alijitambulisha, mimi ni Lina na nina ushahidi wa mwisho kuhusu siku yako ya ndoa. Zawadi akauliza kwa hofu, kwa nini unisaidie sasa? Lina kajibu, kwa sababu nilikuwa sehemu ya mpango huo na nimeamua kusema ukweli kabla ijawa kuchelewa. Episode inayofuata itakuwa ya kusisimua zaidi, yenye drama kali, siri mpya na matukio ambayo hukutarajia. Usikose kuungana nasi kwenye episodi. Tanzania inakuletea burudani isiyo na mwisho. Like ikiwa unafurahia, share na marafiki, subscribe sasa ili usikose video mpya. Jam TV Tanzania, hadithi na burudani kwa kila mtu.